Tatusomea tu. Then I'll just make that two. Mathayo sura ya 16 mstari ni wa kuanzia 16 hadi wa 18. Mathayo 16 mstari wa 16 mpaka wa 18. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Tusome Matthew 18, verse 18 to 19. Matthew 18, verse 18 to 19. Matthew 18, verse 18 to 19. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Amen. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Naomba Bwana ukaweze kunena nasi, ukaweze kuelewa kwa neno lako, ukalifuatilie, kadhibitishe kwa ishara na miujiza na maajabu, walio wagonjwa wakapone, walio na mizigo mizito wakapate kupumzika, na wale ambao Bwana wameitwa kwa jina lako, macho yetu yakafunguke, tukapate kuona maajabu yaliyofichika kwa sheria yako, kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mahali ambapo tumesoma mwanzo ni Yesu alipokuwa ameuliza wanafunzi wake ya kwamba nyinyi watu wanasema mimi ni nani, alafu akarudi akawauliza ya kwamba nyinyi wasema mimi ni nani. Petero aliweza kumjibu Yesu akamwambia ya kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia huu ufahamu haujaweza kufunuliwa na mwili na damu, lakini ni Roho aliyekupatia huu ufunuo. Akamwambia wewe ni Simoni mwana wa Jona, na wewe ni Petro. Na akamwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayataliweza. Nataka niongee juu ya ufahamu wa Kristo ni nani. Nguvu za ufahamu wa Kristo. Petero alipomjibu hivyo, ulikuwa ni ufunuo wa Roho Mtakatifu ya kuwa Yesu ni mwana wa ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kristo ni nani? Kristo ni Masia. Kristo ni mpakwa mafuta wa Mungu. Kristo alikuja kufa msalabani, ateswe ili wewe usiteseke. Yesu alikuja aibike ili wewe usiaibike. Yesu alikuja apigwe na kwa kupigwa kwake upate uponyaji. Amen. Yesu alilipa gharama, yeye akafanyika laana ili wewe uwe umebarikiwa. Na ndiposa Yesu akamwambia juu ya huu ufahamu. Elewa, Yesu ndiye jiwe la pembeni. Anasema ya kwamba yeye ndiye anayelijenga kanisa. Ukiwa na huu ufahamu, ukiwa umedhibitika ndani ya Kristo, wewe pia ni jiwe
katika jengo la Mungu ambao ni kanisa. Amen. Na Yesu anasema analijenga kanisa juu ya mwamba yeye, juu ya ufahamu wa kuwa yeye ni nani. Bwana asifiwe. Amen. Na anasema ya kwamba anajenga kanisa juu ya huo ufahamu, juu yake yeye ambaye ndiye msingi wa kanisa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na malango ya kuzimu hayawezi kufanikiwa juu ya kanisa. Amen. Ukiwa na ufahamu wa kuwa, jambo la kwanza, Yesu ni nani, alifanyika nini ili wewe uwe mtoto wake. Ukiwa na huo ufahamu utakuwa na ujasiri. Na jambo la pili ni kwamba huo ufahamu utakupatia kujielewa wewe ni nani ndani ya Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio kusudi Yesu alipokuwa anaenda alisema ya kwamba mamlaka nimepewa juu mbinguni na hata duniani, na akawaambia wanafunzi enendeni. So we are here not by mistake. We are here commissioned by Jesus, the Great Commission. Bwana asifiwe. Elewa, Yesu huyu alipokufa alienda kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mamlaka na ile hati ya mashtaka ambao wewe ulikuwa umehukumiwa nayo, mimi nilikuwa nimehukumiwa nayo. Hiyo hati Biblia inasema akaigongomelea msalabani. Amen. Akaifuta. Amen. So kuanzia wakati huo Yesu alipokufa msalabani, Yes. you are now no longer under condemnation. Yes. When you have Christ in you, the hope of glory. Wewe unapozaliwa unafanyika mtoto wake, kisha unakuwa na mamlaka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alafu akasema ya kwamba chochote, elewa, Yesu alipomshika shetani akamshika mateka, alimnyang'anya funguo za mamlaka. And he is in the business of giving me the kingdom. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akasema ya kwamba juu ya huu ufahamu, ukiwa na huu ufahamu ni kwamba utakuwa na mamlaka, na kwa hayo mamlaka kile wewe muumini wa kawaida, not the mighty man of God. Bwana asifiwe. Amen. When you read Mark 16 verse 17 kuendelea, maandiko yanasemaje? Na ishara hizi zitaandamana na watakaoamini, kwa jina langu watatoa pepo. Muumini wa kawaida ambaye ameamini Kristo ana uwezo wa kutoa pepo. Muumini wa kawaida ambaye yuko na Yesu ndani yake ako na uwezo wa kuponyesha. Muumini aliye wa kawaida ambaye yuko na Yesu ndani yake anaweza kunena kwa lugha. Muumini wa kawaida ako na uwezo wa kusababisha mabadiliko. Ukisoma Yohana 14 mstari wa 12, Yesu mwenyewe alisema, mkiniamini yale mambo niliyoyafanya mutayafanya. Bwana asifiwe. It is time now you get the revelation of Jesus Christ and who you are in him. Akasema kwa huu ufahamu chochote utakachofunga hapa duniani, Yes. mbinguni kitakuwa kimefungwa. Amen. Na kile utakachofungua ukiwa hapa duniani, Yes. mbinguni kitafunguliwa. Hallelujah. Usiku wa leo nimekuja na habari njema ya kwamba Mungu anangojea hatua utakayo kuichukua, yeye akaweke tick. Hallelujah. God is waiting for you. Amen. Whatever you shall bind here will be bound in heaven, and whatever you loose will be loosed in heaven. Amen. Akaenda further stated in Matthew 18 ya kwamba chochote wawili wenu mtakachopatana
Today God is waiting for us to make a prayer of agreement concerning anything we want to ask of Him. Bwana asifiwe. Amen. And it will be done for you. This evening I want to challenge every one of us. Je, unajijua ya kwamba wewe ni nani? Do you know who you are in Christ? Do you know who Christ is in you? Wakati Yesu alipokufa, amesema imekwisha. And He has invested so much in you. He has given you power. He has given me power and authority. He's waiting for us to buy it. And the Bible is talking about when somebody wants to get into a strong man's house and to plunder. Wow. You must first bind the strong man. This area has the strong man. The strong man hataki vijana waendelee. So sisi ni kumfunga. Kuna vitu vingi ambavyo vimeibiwa na yule mwovu shetani. Twapaswa tumfunge na tuzuie, kisha tufungue milango kwa ajili ya watu wa Mungu kubarikiwa. So jioni ya leo nataka kukutia moyo wewe mtu wa Mungu, ukaweze kuelewa ufahamu na umfahamu Kristo. Uelewe ya kwamba Yesu aliteseka msalabani, au paswi kuteseka. Mimi nimekuwa ninasinywa na hali ambao unakuta mtu anakuambia anang'ang'ana. Yaani unang'ang'ana nini? Yesu hakung'ang'ana. Yesu aliweza kuteseka, wewe usiteseke. Akapigwa ili upate uponyaji. Na mapenzi ya Mungu ni ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya nzuri. So we supposed to enjoy life here and in heaven, life everlasting. Bwana asifiwe. Kwa hivyo masaa haya nataka tuwe na nafasi ya kuweza kuwa na kipindi kizuri cha kuweza kuomba maombi kwa ajili ya kufunga vitu vingine na kwa ajili ya kufungua mbinguni. Ni kwa maana Mungu anangojea kile ambacho utakachofanya. Ile hatua utakayochukua, basi Mungu atakubaliana nayo. Nasema tumuite naye ataitika, tatuonyesha mambo makubwa magumu tusiwe yajua. Whatever we pray, we should believe that God has heard and He has answered. So we are supposed to receive before God manifests. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jioni ya leo nataka kuweza kuachia hapo so that we can have a good time to pray